Jamaa mmoja alikuwa na mke wake na watoto pia. Siku moja alikuwa amekaa sebuleni, watoto wakaanza kumuuliza, baba, mbona kama sasa hivi umekuwa mweupe? Baba yao akacheka na kuambia, kwa ina maana kwamba mimi nilikuwa mweusi sana kiasi hicho? Wale watoto wakaambia, hapana, lakini tunakujua baba yetu. Basi baada ya hapo yule jamaa akaamua kutoka na kuingia katika chumba chake na moja kwa moja kujiangalia katika kioo. Kajiangalia katika kioo. Wajua wanaume sisi waga sio mara nyingi sana kujiangalia kwenye kioo. Tunajiangalia sawa, lakini sio mara nyingi sana kama wanawake kujiangalia. Kajiangalia kweli, anaona mabadiliko. Mbona akawa anajishangaa, mbona kama nimekuwa mweupe huko, akiwa anaendelea na ile sura na mavazi. Mbona nimekuwa mweupe kama nimekuwa mweupe, yaani weupe unazidi kuongezeka. Alifikiria sana. Mwisho wa siku mida ya jioni, mke wake anarudi. Mke wake akamuuliza, jamaa akamuuliza mke wake, eti mimi sasa hivi nimekuwa mweupe? Yule mke wake cheka tu, ile cheka, mimi mwenyewe nakushangaa, lakini sijakwambia bado, lakini naona kama unazidi kuwa mweupe, sijajua shida ni nini. Ama huko ulipokuwepo ulikuwa unatumia labda vipodozi. Yule jamaa akamwambia mke wake, hapana, mimi sikuwa natumia vipodozi vyovyote, wewe mwenyewe unanijua tabia yangu, mimi waga mambo waga sifanyai kabisa na unajua vizuri. Okay, mke wake akasema haina shida. Sasa siku moja mke wake akaingia ndani, akawa anafunua begi lake la vipodozi, kuangalia vipodozi vyake. Kulikuwa na mafuta yao, yale mafuta anaita mafuta kujichubua. Mafuta kujichubua. Yule mwanamke alikuwa amehifadhi mafuta kujichubua chumbani kwake. Kwa hiyo kumbe na yale mafuta aliyakuta katika hali fulani ya kupungua, yaani amepungua juu. Basi moja kwa moja tu alipohisi moja kwa moja kwamba huyu alopunguza mafuta ni naye ni mume wake, lakini ilionyesha kwamba mume wake hakuwa amefanya makusudi, kwa sababu yale mafuta hayaandikwi kama haya ni mafuta ya kujichubua, hayajaandikwa hivyo. Kwa hiyo yeye alichokuwa amekifanya tu, mume wake alikuwa anaona tu ni mafuta ya kawaida nini, akawa anatumia kupaka. Anatumia kupaka ya asubuhi tu, akiamka amwambie mke wake nini, kwamba bwana nahitaji mafuta 4. Sasa najua ndio ndani havina siri, kwa hiyo tu kwa ile ina shida na vitu ambavyo viko hapa vote vinatumika. Mke wake anatumia hivyo, kana paka zake mafuta nini fresh, anaona kawaida, kumbe yale yalikuwa ni mafuta nini. Basi mwisho wa siku baada ya vile kugundua yule mdada hakuwa na la kusema, alibaki tu mdomo wazi, hana cha kusema, kwa sababu hiyo itakuwa ni kesi ngumu tena. Akienda pale akimwambia mume wake, bwana alikuwa ile mafuta alikuwa ameyapaka mafuta ya kunini ya kujichubua, inakuwa kesi nyingine, na pia itamweka hata vile katika liwali baya yule mume wake kwanza kuanza tena. Kwa hiyo ni kesi ambayo kwa ni ngumu, ni jambo ambalo jamani tunajifunza kitu hapo kuhusiana na hiyo kwa wanaume pamoja pia na wanawake. Tunaona kuna kitu umejifunza.